Baada ya muda mrefu kupita na kusadikika kuwa Humphrey Polepole ametoweka, leo hii tupo moja kwa moja tukimhoji mama wa Humphrey Polepole, naye ametoa kauli nzito inayomhusu Humphrey Polepole. Habari za wakati huu, ndugu mtazamaji wa Dicky Studio TV, karibu ujiunge nami katika chaneli yako pendwa, lakini pia nikukumbushe usisahau subscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata habari moto za kweli na za uhakika. Sasa baada ya muda mrefu kupita na kusadikika kuwa Humphrey Polepole ametoweka, leo hii tumeweza kupata undani wa habari hii, huku mama yake akiweza kutoa maneno mazito kumhusu Humphrey Polepole. Lakini kabla sijakufikisha huko, ningependa tu uweze kupata historia fupi ya Humphrey Polepole. Je, umewahi kusikia historia yoyote kumhusu Humphrey Polepole? Au uliwahi kusikia neno lolote likitamkwa kumhusu yeye? Basi ungana nami ili niweze kukupa undani wa habari hii. Lakini kabla tujaenda mbali, ningependa tu kukukumbusha ndugu mtazamaji wa Dicky Studio, usisahau kusubscribe channel yetu pendwa ili uwe wa kwanza kupata habari moto za ukweli na za uhakika. Sasa tuende ndani zaidi ili tuweze kujua historia na chimbuko la Humphrey Polepole kabla tujapata undani wa habari hiyo. Humphrey Harrison Polepole alizaliwa Novemba 25 mwaka 1980 na ni mwanasiasa na mwanadiplomasia wa Tanzania. Alijieleza kama mtetezi wa masuala ya haki, uwajibikaji na uongozi bora. Polepole alianza kazi yake ya umma akiwa district commissioner, yani kamishna wa wilaya, kwa muda mfupi, akitumikia katika wilaya mbalimbali nchini. Baadaye aliteuliwa kuwa mbunge aliyechaguliwa na rais na pia katibu wa itikadi, uenezi wa mafundo wa chama tawala, yani CCM. Katika nafasi hiyo alikuwa mstari wa mbele kukosoa tabia za uongozi ndani ya chama na serikali, ikiwemo suala la uhuru wa kiraia. Mnamo mwaka 2022 Polepole aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi, na mwaka huo na mwaka mmoja baada aliteuliwa na kuwa balozi nchini Cuba, yani mwaka 2023. Hata hivyo alijiuzuru kutoka kwenye wadhifa huo wa ubalozi tarehe 13 Julai mwaka 2025, akisema kuwa serikali na uongozi wa taifa hawazingatii kanuni za kisheria, katiba na haki za raia, na hivyo kuchukua hadhi ya taifa. Baada ya kujiuzulu kwa Humphrey Polepole, akaanza kutoa maoni makali dhidi ya serikali, akilalamika juu ya mambo yafuatayo. Kwanza, Humphrey Polepole alilalamikia serikali kwa kupunguza uhuru wa vyombo vya habari na kujieleza. Pia juu ya suala la ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa. Na hakuishia hapo tu, kwani alienda ndani zaidi na kusema kuwa serikali haikuweza kutekeleza sheria yoyote kwa namna iliyo sawa na sahihi. Pia kesi za kisiasa dhidi ya baadhi ya wagombea ya wapinzani haikuchukuliwa maanani zaidi, na pia haikutendeka kwa usawa kama Humphrey Polepole alivyodai. Hali hii ilimfanya Humphrey Polepole apate umaarufu mkubwa, lakini pia uvumi na msongo wa kisiasa juu ya usalama wake.
Lakini baada ya kufanya mambo yote hayo, Polepole alifikwa na tukio kubwa ambalo liliwaweka watu wengi macho na midomo wazi. Je, ni nini hatima ya Humphrey Polepole? Tukio la kutowekwa na utekaji lililofanyika Oktoba 2025 la Humphrey Polepole ndilo lililokuwa likivuma na likiwaacha wengi midomo wazi. Sasa hebu tupate undani wa habari hii. Humphrey Polepole aliripotiwa kutoweka kutoka nyumbani kwake huko Ununio, Dar es Salaam. Familia yake ilipata taarifa za kuvamiwa na watu wasiojulikana. Mlango ulivunjwa, waya wa umeme ulikatwa na alama za damu zikiwa ndani ya nyumba. Familia yake pamoja na mashirika kama Amnesty International walisema kuna dalili za uteuliwa kwa nguvu, yani enforced disappearance, na walitaka serikali kufunua kila taarifa kuhusu aliko na hali yake kwa ujumla. Hata hivyo, polisi waliambia vyombo vya habari kwamba wanafanya uchunguzi, na walisema Polepole alikuwa amesemekana kusikilizwa au kutakiwa kujitokeza mbele ya mamlaka fulani kutokana na madai aliyoweka kwenye mitandao, lakini hadi sasa hakujulikana rasmi kama amekamatwa na mamlaka hiyo. Je, ni vipi hatua za kisheria zilizochukuliwa baada ya kutoweka kwa Humphrey Polepole? Familia yake na mawakili waliwasilisha maombi ya habeas corpus ili kutaka afunuliwe aliko, lakini kesi hiyo ilikataliwa na Mahakama Kuu mnamo tarehe 24 Oktoba mwaka 2025, ikiwa ni siku 4 tu baada ya kukamatwa kwake, kwa sababu hakuna ushahidi wa kutosha wa kuonesha mamlaka ya serikali ilihusika moja kwa moja. Baadaye mawakili wake waliweka rufaa katika mahakama ya rufani na kusubiri tarehe ya kusikilizwa itangazwe. Taarifa ya Januari 2026 zinaonyesha kwamba nyumba aliyokuwa akiishi Polepole ilifunguliwa tena na familia yake kwa idhini ya polisi na kujumuisha kusafisha alama za damu na kuchukua mali zake. Hata hivyo, hadi sasa hali na mahali alipo Polepole bado hajatangazwa rasmi na mamlaka. Polisi na serikali wanazungumzia uchunguzi, lakini hakuna taarifa ya wazi ya aliko. Mashirika ya haki za binadamu na baadhi ya waandishi wa habari wanaendelea kuitaka serikali kutoa taarifa za wazi kuhusu Humphrey Polepole. Na hapa tunafikia mwisho wa habari hii pendwa, lakini nikukumbushe tu mtangazaji wetu, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uweze kupata maendelezo ya habari hii pendwa inayomuhusu na iliyowaachia watu wengi kumuhusu Humphrey Polepole. Basi usisahau kujiunga nami katika kipindi kijacho, lakini kubwa zaidi subscribe ili uweze kupata habari wa kwanza kutoka Dicky Studio TV.